yakaja mwaka 2020 mwezi Machi, jamani, Korona huyo akaingia humu nchini. Mtazamaji, maazimio yetu, ndoto zetu na vile vile matumaini yakadidimia, lakini tusife moyo kama tulivyosema awali, kwani yaliyo mbele yanatia moyo. Maazimio ya mwaka 2021 ni yapi? Ndio mdahalo ambao tunaangazia hii leo ndani ya Nususi ya Jinsia. Wiki ijayo tuliona kwamba watu tayari wametoka mijini wakaelekea kule vijijini. Bikazo wakasema kwamba wanasumbua sana. Sasa sijui kufikia sasa hali iko vipi. Studioni nipo naye Bikazo ambaye ni mshauri wetu nasaha na vile vile ni kungwi, na niko naye Bi Mshingo, mwalimu, mzazi na mshauri nasaha. Karibuni sana na mnapendeza. Watu mtandaoni wanauliza kama nyinyi wawili ni mapacha ama ni pacha. Kazo asemaje? Sisi ni mapacha. Hawajakosea, sisi ni mapacha. Haya, watu walifika Krismasi kweli, wakasherehekea. Twaona kwa Facebookuni watu wako baharini, wengine wana viatu saizi kubwa, watu wamevaa viatu na nini, manguo zamani ni belti kubwa kubwa. Yaani kumaanisha Mwenyezi Mungu aliwajalia wakasafiri wakafika nyumbani salama. Naam. Sasa saa hii tukimalizia mwaka, kila mmoja anasema mwaka huu ulikuwa mbaya, mwaka huu Korona ilikuwa, mwaka huu mpaka wamesahau ni kama hakuna Mungu alikuwa katikati yetu. Wengine wanasema tulianza na Januari ikaingia mwezi Machi alafu basi ikafika mpaka Disemba. Miezi mingine haikuwa. Tusisahau ya kwamba Mungu huyo huyo yuko kati yetu. Naam. Huyo huyo aliyetupa uzima, manake hatuisikii hata kama twaiona, lakini Mungu ametupa uzima, ametuepusha. Wengine jamii zetu maskini hatujapata hilo janga. Tushukuru Mwenyezi Mungu. Wengine hata kama mlifutwa kazi lakini haukutolewa uhai, shukuru Mwenyezi Mungu. Hakuna majaribu ambayo yanakuja yakamwendea mnyama, yanaendea binadamu. Kutupima imani zetu, kutuleta karibu na Mwenyezi Mungu. Sasa huu mwaka tusiulaumu kwa sababu ulikuja janga la Korona. Na mimi nauliza kila siku, kila tunapofunga macho hatujui tukifungua kesho yake kutakuwa na nini. Isipokuwa tunamwamini tu Mungu, maazimio yangu au malengo yangu ya mwaka ujao naomba yawe hivi. Mfano, naomba nipandishwe cheo mwaka ujao. Mfano tu. Naomba biashara yangu nifungue zaidi kama vile ilivyo. Naomba ninunue gari kubwa zaidi ya hili nililo nalo. Sasa maazimio yangu mimi ninaazimia mazuri. Lakini tukiambiwa ni kwamba hatukosi kupata majaribu. Na ndiyo maana tunaambiwa tusimsahau Mwenyezi Mungu, ili tutakapoyapitia haya majaribu basi mbingu itukumbuke. Lakini tunaenda ikifika Disemba tunajisahau. Manake sasa tumesafiri, tumefanya kila kitu. Tunasema Korona ipo na hata hatujui kama itaisha Januari ama itaisha Februari. Hongera sana, manake sasa watalii angalau wameanza kuja. Kazi nyingine zitafunguka. Lakini nitumuombe huyu Mwenyezi Mungu atuondolee hili janga. Tunasema maazimio yaje, lakini hata hivyo hivyo na haya mabaya pia Mwenyezi Mungu atuondolee. Haya, shikilia hapo tumpate Bi Mshingo. Bi Mshingo, sijui mwaka 2020, kwanza wewe kama mwalimu umekuwa sana nyumbani, likizo imekuwa ndefu, lakini tarehe 4 tayari ndio inabisha hodi. Imekuwa vipi kwako kabla hatujaangazia maazimio ya mwaka 2021? Shukran Frida Mwaka kwa kunipatia fursa hii. Mwaka huu umekuwa na changamoto zake, lakini jinsi tu Bikazo alivyosema, lazima tumshukuru Mungu. Kwa mazuri, kwa mabaya, tutoe shukrani. Nimekuwa nyumbani kipindi kirefu tu, lakini jambo moja ambalo nimejifundisha ni kutumia mtandao. Nimetumia mtandao kwa kufundisha watoto. Sikujua mie kutumia mtandao kufundisha watoto, lakini kwa sababu ya kipindi hiki cha Korona imebidi, na pasipobudi hubidi. Imekuwa lazima kama ibada nitumie mtandao, na bofia hapa na bofia pale. Nakosea, lakini vivyo hivyo mpaka nikajua. Kwa hivyo hivi sasa mimi ni shupavu katika kutumia mtandao kufundisha hao watoto, kuingia katika Zoom kufundisha hao watoto. Kwa hivyo tumetagusana na wanafunzi kupitia mtandao. Twawaona tu kwenye mtandao lakini hatuwafikii. Twawaelekeza tu, lakini kule kufundisha kwa kupitia mtandao pia si kwepesi vile unavyofikiria. Wanafunzi wako pale, wengine
wapotea, waenda zao msalani, kuambia wafikiria ati kwamba yuasoma. Hasomi lolote. Alitoka kitambo akaenda zake msalani, mwenyewe akapotelea huko. Ama akaenda kupata kombe cha chai, wewe uko hapo tu aendelea kupiga kelele. Hey. Mtoto hayupo, ashaweka giza pale. Yani kufundisha kwingine ambako kulikuwa hakueleweki. Kwa hivyo kipindi hiki cha Korona kimetufundisha mambo mengi. Kimetufundisha kwamba wanafunzi wanaweza kusoma bila kutagusana. Wanaweza kusoma mahali walipo pale nyumbani, hawatagusani na wenzao, lakini wanasoma. Kwa hivyo tumejifundisha mambo mengi. Kwa hivyo mwaka ujao, maazimio hasa kwa wanafunzi wapewe ushauri nasaha kabla hawajaingia shuleni jamani, ama watakapoingia shuleni tu hivi, jambo la kwanza juma lizima ushauri nasaha, waelekezwe yale yote wamekuwa wakifanya nyumbani. Unajua kuna wanafunzi wengi walikuwa wanafanya biashara, wenyewe walikuwa wanauza barakoa, wengine walikuwa pika mahamri, wengine walikuwa pika maandazi, wengine walikuwa wanapika nini. Kwa hivyo wamezoea hela. Lugha wanayojua nini? Hela. Wameshasahau masomo kabisa. Wanajua tu kwamba nitaenda sokoni, niende kupika maandazi niuze. Kwa hivyo lazima waletwe karibu sasa, wazungumziwe na washauri nasaha pale shuleni, angalau wapewe mwelekeo. Waambiwe kwamba sasa mambo ya kuuza mandazi yameisha. Sasa ni darasani wanafunzi jamani. Sasa ni kupambana na hisabati kabisa. Hisabati, somo la jamii, somo la sayansi, Kiingereza, hivi sasa Kiswahili. Sasa maswala ni ya shuleni. Mambo ya kuuza na kuzurura na kutumia miadarati, wengine hata wamezoea kunywa pombe. Kwa hivyo lazima waelekezwe, watolewe katika hiyo taswira mbaya. Sasa waletwe shuleni, na basi ni juma lizima waelekezwe na washauri nasaha. Itakuwa tunakuja hapo kwa wanafunzi kuelekezwa, kupatiwa ushauri nasaha. Lakini katika kipindi Nususi ya Jinsia tunaangazia sana jamii. Shukran, nimesikia wazo lako uliposema kuhusiana na mwaka wako 2020. Hebu sasa tuje katika jamii. Tumeona kwamba wengi wamepoteza ajira, ndio, lakini vile vile kwa upande wa pili kuna wanawake wengi ambao msimu huu wa Korona wamewatambua waume zao. Wanawake wanasema jamani, tulipoteza ajira, alafu sasa tunarudi nyumbani, tunaitisha angalau shilingi 10, 20 ya kwenda kununua mboga, lakini mume hatupatii pesa, anatupatia ngumi. Unasemaje Kadzo? Wanawake sasa ndio wafunguke macho, ama Korona imeonyesha kwa wanaume hawapendi kuitishwa pesa? Inaonyesha ya kwamba alipokuwa na pesa alikuwa anafanyaje, na sasa hana pesa yuafanyaje. Unajua ukia kwa kofi inakuashiria ulichotenda nyuma. Huyu mume kama wewe ulizoea kumheshimu tangu mwanzo, kwa nini ukamwombe shilingi 10 akuweke kofi? Mimi sijasema na watetea, lakini ni lazima tuelewane. Ikiwa mume atakutambua wewe ukiwa nacho, basi atakutambua wewe hata ukiwa huna. Lazima tajua mke wangu akiwa nacho najua, na akiwa hana najua. Wanawake wengi sana tukipata pesa tuncharukwa, nao si uongo. Sasa tuwasahau kuwa ni mabwana zetu. Sasa tumfilisika, ati ndo twarudi polepole tukaombe. Lakini ulipokuwa nazo, ulikuwa hata saa nyingine akikuomba mtushia. Madharau tuko nayo wanawake. Atabaki kwa mmeo yule, shingo haiwezi panda kichwa hata siku moja. Lazima tujue sisi kama wanawake. Saa nyingine unaweza kuwa ulifutwa kazi, mume akakwambia anza hii biashara. Hakukudharau. Mbona hao sisi tukikosa hawatudharau, lakini hao wakikosa basi si mume tena. Sasa haya mambo ni lazima tujue. Nimekwambia Korona haijaisha mwaka. Makampuni yako yaliofilisika na yako yaliobarikiwa. Kazi sahihi, hata kama tunasema Januari kutafunguka, Disemba na Januari ina tofauti gani? Haina tofauti. Saa hii wazazi wanatafuta school fees. Saa hii wazazi wanatafuta, manake saa hii walimu wanasema kila mmoja atakuwa kwenye geti. Yule ana kipimo cha Korona, huyu ana sabuni za kuosha mikono, na huyu ana kipimo cha ukimwi na mimba. Sasa hayo mambo yote yatabainika shule zote. Ujue wenda na mwanawe akona nini, wenda na mwanawe amevaa nini. Sasa wazazi ni lazima, kama vile mwalimu alivyosema, tuwahamasishe. Kama mimi kuna mahali hata kama sina haja ya kununua barakoa, nitanunua kwa sababu yule kijana wa darasa la 6. Ili nimsaidie, na mwambia zieke, wenda zikawa school fees zako za mwaka ujao. Manake lazima tarehe 4 watoto wanarudi shule.
Lakini ukumbuke kuna watoto na kuna wafanyi biashara na kuna wazazi na kuna wagonjwa. Kwa hivyo unasema kwamba kina mama wale ambao wanazabwa makofi ni kupenda kwao Kadzo? Sijasema ni kupenda kwao, na tuelewe na nikuelewe na unielewe. Kama kuna sababu iliyokufanya wewe ukaekwa kofi, basi usiseme ni makosa. Kuna sababu ilikufanya. Hakuna binadamu atakayelala amke hivi akuzabe kofi hata aliota. Wapo, wanasema wendawazimu ni wengi. Hakuna hadithi ambayo haina paukwa mwaka. Haiwezekani. Jamani, wasemaje Bimshingo? Haiwezekani katu. Siku zote mwanamume anahitaji heshima. Na siku zote heshima si utumwa. Sisi wanawake wa kutoka pwani tuna heshima kupita kiasi. Tuheshimu wanaume wetu sana sana. Niwe nazo nisiwe nazo, lazima ninyenyekee. Mwanamke wanawake wa siku hizi wanapopata hela, basi vichwa ndio hivyo vyafura, utafikiri binti wa hamira. Vikubwa nakwambia hata kiambiwa neno hasikii. Yeye basi ndio kila yani yeye ndo anatawala ile nyumba. Akiingia kiambiwa lolote, nina pesa zangu. Mimi napata mshahara na wapata mshahara, utaniambia nini? Usiniletee. Wakati atakapokosa, mwanamume naye anamwambia fanya yale unayofanya kila siku. Mimi lakini sikubaliani na nyinyi, kwa sababu kabisa nimetangamana na hawa kina mama ambao wanasema wamegundua kwamba wanaume wamebadilika msimu huu wa Korona. Wamesema wanaume wengi hawataki kuitishwa. Kadzo na Mshingo, mpende msipende, kuna wanaume ambao hawapendi kuitishwa. Wanapenda tu ile mke wake kila siku aende kazini, anunue yeye, lakini akianza kuitisha yeye anaanza kujieka ni kama yako na hasira. Sijui mbona mnawatetea. Mimi si ati kwamba nawatetea. Lakini kusema la ukweli bwana, mume ni majukumu. Na hata saa hii hao waume wenyewe, kama unatangamana na wanawake, mimi natangamana na wanaume. Waume wenyewe saa hii wanasikia raha. Hakukuwa na cha braso wala bango. Watu walikuwa hawapa. Kwanza ikifika Ijumaa, wasikia hilo, kwenda peleka sanduku. Saa hii hakuna kusema sijui nenda shona nguo ya nani. Sasa alijua huyu mke wangu hapa hakuna mbele wala nyuma, ni lazima nisikize mimi kama mume wangu. Sasa hauwezi hati saa hii niende mume wangu naomba mimi aniweke kofi. Kwani yeye hana maadili? Kwanza mwanamke hapigwi bwana. Mwanamke hupigwa kwa leso. Mwanamke akukasirisha mrushi 10,000. Ukisema njoo kutandika, umwambia njoo kupakati. Watu mambo kupigana bwana alikuwa zamani bwana. Mwendawazimu akosa kumeza dawa ndo apigwa ameze dawa. Mambo ya mke na mume kupigana wapi kwa wapi. Na kama atakupiga kofi basi pengine ankupenda sana kurekebisha mahali. Hakuna makosa. Maana hata milio mengine ushamuona mtu ngoma ikimzidia sana apiga makofi akiinua mikono juu. Hakuna makosa. Lakini na mimi nawaambia malengo yenu ya mwaka ujao. Kila mmoja najua saa hii anawaza makubwa. Kila mmoja saa hii anawaza mazuri. Yule anasema mimi nawaza. Yule anasema nawaza kupanda ndege. Mwingine anasema nawaza kupandishwa cheo. Mwingine anasema nawaza mimi nikifika hivi kwa huo mlango niandikwe kazi. Sasa kila mmoja anawaza. Lakini tusisahau ya kwamba hapa ni dunia, na dunia haikosi majaribu. Haya. Mwelekeza ananijuza kabisa hatuna muda, sijui muda umeenda wapi. Lakini pia Korona ilituonyesha mambo mengine kuhusiana na maharusi na hata vile vile matanga. Kitambo ulikuwa unapata msichana akitaka kufanya harusi anasema lazima harusi yake iwe kubwa mno, lakini Korona ikatuonyesha kwamba harusi pia inaweza dumu hata kama kuna watu 50. Bimshingo, unalipi la kuchangia kwa hilo? Mwaka 2021 wasalia hapo kwa watu 50 ama watu 1200? Ni heri tusalie hapo kwa watu 50 kwa sababu makadirio yalipungua. Hiyo bajeti badala ya kutumia milioni, badala ya kutumia 800,000, wengi walikuwa wanatumia 100,000 labda, hata shilingi 50,000. Na harusi inatamatika. Kwa hivyo kwa nini basi tuzidi kualika watu wengi na ilhali tushaonyeshwa njia? Korona imetufundisha mambo mengi, imetupunguzia mambo mengi, hasara nyingi zimeondoka. Mazishi watu wachache 100. Mwanzo ilianza na watu 15 ama ilikuwa 20, 150. Kwa hivyo unakuta ya kwamba yale makadirio yanapungua. Badala tuchange pesa nyingi, pesa zinakuwa kidogo na tuamaliza, tuamzika mwenda zake na
twafumukana. Kwa hivyo kulingana na mimi naona ya kwamba korona imetuelekeza kwa mambo mengi. Kwa hivyo wanaogopa kufunga pingu za maisha sasa wasiogope. Wasiogope. Nakwambia makadirio yamepungua kwa mbali tena sana. Tulikuwa tunazungumzia milioni 2, milioni na mwanzo nilikuwa namweleza binti fulani, nilikuwa namwambia hebu funga ndoa yako wakati huu, usingoje mwaka ujao, kwa sababu hivi sasa hela ni kidogo. Kina kazi nyinyi washangazi ambao mwasimama kule mwaitisha pesa korona ikawazima. Tena nakwambia na dera ninasundika hivi. Niambie hao watumia hata hiyo mbari yangu niseme tu mashangazi na wajomba. Tayari sijaita mandugu 100 ishaisha. Mimi naona sherehe tunaona hii korona imetufanya mpaka tutakuwa wachoyo sasa. Hii sherehe mimi najua kama vile ninavyojua sherehe hujipanga yenyewe. Manake Mwenyezi Mungu akikujalia hata yule aliyeleta kuni ni mchango, aliyeleta maji ni mchango. Njooni tuonaneni kama vile alivyosema Mungu, tufurahie, tushangilie. Ukila shukuru, hata ukikosa pia shukuru, lakini kule kwetu ukikosa nzani wachekwa masengenywa. Lakini tuomba Mwenyezi Mungu, sisemi ati watu we niambie mwaka tulikuwa tunaambiwa tuazika watu 15. Niambie maiti hii kwa boma lenu. Wewe na nduguzo tayari mko 20. Kumaanisha hapo ndugu zako 3 waondoke. Mwaka mimi hata kuchimba nini kaburi sijui. Sasa ndo mwachiwa jembe ama mambo haya hapana. Mwenyezi Mungu aturudishe vile tulivyokuwa. Tujilinde sisi kama we, sisi kama vile ninavyojiogopesha mimi, basi hata wewe ukiogopa basi tushajilinda. Tukimalizia kabisa, na sana sana hii inaenda kwa wale watu ambao hawajui kuweka akiba ama pia side hustle, kwa sababu msimu huu wa mwaka 2020 tuliona kwamba akiba ni muhimu na pia kazi za kando ni muhimu. Kuna kina mama ambao wamegutuka sana wakati wa msimu wa korona umeingia, ajira haipo, hawana cha kuweka kando. Ilhali wanaume wanasema tusiweke zetu za kando, lakini pia ni vizuri kina mama weke zao za kando. Labda tu ushauri wenu ni upi? Mwelekezi kabisa na nijuza bado kama dakika 2 hivi tumalize kipindi. Kazo. Kuweka akiba ni muhimu. Maana kuna leo na kesho. Naam. Lakini akiba za mwaka huu naona zilitolewa zote. Zikakwangurwa watu wale, wengine wamfutwa kazi, huko unatarajia. Nyumba huku naishi nyumba za wenyewe. Huwezi ishi bure. Lakini mimi naomba na naamini Mungu kila jambo litakuwa vizuri. Sifurahii mimi nile ama nilale na njaa, mwenzangu ale ama lale na njaa. Sote sisi tunawakiwa na jiwa la Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie sote mambo yarudi mazuri. Anayetafuta kazi mwaka ujao Mwenyezi Mungu apate, amjalie apate. Anayetaka watoto Mwenyezi Mungu amjalie mwaka ujao apate watoto. Anayetaka ndoa Mwenyezi Mungu amjalie mwaka ujao apate ndoa. Na hili janga lote la korona Mwenyezi Mungu aliondoe mwenyewe, kuja tu kama wingu la mvua linyeshe na mambo yote yaishi. Biashara zifunguke, kwenye ndege zifunguke, kwenye magari zifunguke, madaktari na manasi warudi vizuri, walimu nao warudi kazini. Manake hata shule nyingine kama za private nyingi zilifungwa, wengine walizibadilisha wakafungua mabiashara. Sasa we niambie hawa wanafunzi waliokuwa katika shule za private na walimu waliokuwa katika shule za private wataenda wapi? Sasa kila mahali Mwenyezi Mungu akujalie kufunguke, japo sisi kwa macho yetu ya kibinadamu tunaona ni ngumu sana, lakini kwa macho ya Mwenyezi Mungu ni kazi rahisi. Mwenyezi Mungu awajalie sote na tuwe na uangalifu. Usiseme wavuka mwaka basi ukenda jaza pombe tele ukapeleka gari vile unavyotaka. Usiseme mimi sijui nini ukalewa pombe sio kwa saizi yako. Umbe roho yako hailingani na pombe hiyo kaamka wakufa. Sasa tuwe makini sote na tujilinde sote. Usiseme ati mimi sasa namalizia nivuke mwaka mwingine. Wewe ni yule miguu yako miwili na tarehe tu ndio itabadilika, isiwe tarehe 31 iwe tarehe 1. Tuwe makini na tuwe waangalifu sote na tujue kila jambo lilianzishwa na Mwenyezi Mungu atalimaliza Mwenyezi Mungu. Msafiri salama mnaoenda na mnaorudi mrudi salama. Mwenyezi Mungu awajalie mwaka huu wote tunaoingia uwe mwaka wa baraka, na watakia mema na Mwenyezi Mungu awatangulie. Mwenyezi Mungu awalinde. Inshallah bibi Mshingo. Jamani Bikazo shamaliza kauli yake, wasemaje mama? Nawatakia kila laheri, mke mwaka vizuri na maazimio ambayo mnayotarajia mwakani
yote Mungu awatimizie. Mungu awape mahitaji ya mioyo yenu. Yale yote mnayoyataka Mungu awatimizie. Hasa na mimi hupenda sana kuzungumzia upande wa sisi walimu pamoja na wanafunzi wetu. Na watakia kila laheri, wafungue shule vizuri na wajitayarishe katika mtihani mwakani, jinsi hawa wengine walivyofanya mtihani wa darasa la 4 na la 8. Nafikiri pia hawa wengine watafanya mtihani vivyo hivyo. Kwa hivyo watakapoenda shuleni wajue kwamba mtihani upo, kwa sababu yale yaliyofanyika kwa hawa wengine lazima yafanyike kwao pia. Na nawatakia kila laheri, kila mmoja ajue ya kwamba Mungu yupo na Mungu ni mweza wa kila jambo. Naam, shukrani mtazamaji, kufikia hapo basi hatuna la ziada. Tunakamilisha mdahalo wetu Nususi ya Jinsia. Lakini kwa wewe mtazamaji ambao tulianza nawe mwaka wa 2020 mwezi Januari na kufikia sasa tumekuwa pamoja, langu tu ni kukwambia tunapoendelea kusherekea, kusafiri, kutangamana na jamii na marafiki, jamani tusijisahau, tuzingatie usalama. Na vile vile tunasema siku zote Mungu ni wetu sote. Mwenyezi Mungu kujalie tukutane mwaka 2021 nitakapojumuika nawe tena papa hapa kwenye runinga ya KTN News katika taarifa tendeti tunazokuandalia. Siku zote niite Frida Mwaka, nitaitika na kutakia kila laheri. Inshallah tukutane mwaka 2021. Kwa heri.